Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Hallelujah. I thank God for hallelujah. In Psalms 23 katika Zaburi ya 23 verse 6. Zaburi 23 mstari ule wa 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. sema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. You understand? What is the meaning? Nini maana yake? That doesn't mean that you need to come to the church and stay here and cook your meal and sleep here, nothing like that. Kukaa nyumbani mwa Bwana milele haina maana kwamba pengine tuje tukae hapa tufanye na shughuli zote za kupika na kadhalika. Hapana. What is the house of the Lord? Nyumba ya Bwana maana yake nini? What is the house of the Lord? Nyumba ya Bwana ni nini? The house where our Lord lives. That is the house of the Lord. Nyumba ya Bwana ni pale nyumba ambapo Bwana wetu anaishi. The Lord is not living here. Don't think that Jesus is staying somewhere here. Bwana akai hapa kwenye majengo. Kwa mfano hapa unaweza kufikiri pengine Bwana yuko hapa. Hapana. This is only a place of worship. Hii ni sehemu tu ya ibada, kufanya ibada. You know what is the meaning that I will dwell in the house of the Lord forever? Nini maana kusema kwamba nitakaa nyumbani mwa Bwana milele? Nini maana yake? That means I will not leave my Lord. Maana yake sitamwacha Bwana wangu. Bwana wangu nitakuwa naye siku zote. Ndio maana yake. Nitakuwa na Bwana siku zote. Amen. Hallelujah. I will never leave the Lord. Sitamwacha Bwana. And the Lord will never leave me also. Hali kadhalika na Bwana hata niacha mimi. The problem today, Tatizo la siku za leo, we have relation with God only on Sundays. tatizo la leo tuna mahusiano tu na ushirika tu na Bwana Yesu siku za Jumapili tu. You know that I am an Indian. Unajua mimi ni Muhindi. The Indian people go to the temple every Sunday. Wale kule Wahindi wanakwenda kwenye hekalu kila Jumapili. And they are, Wao wanakaa kwenye mahekalu. so they come to the Sunday. Hivyo Jumapili wanakwenda kwenye hekalu. They are entering in. Wanaingia ndani kwenye hekalu. They say, "Hi God," Wanasema habari Mungu, because God is there. kwa kuwa Mungu yuko pale. "How are you?" Ujambo Mungu, ujambo. "I have come. Nimekuja. Last Sunday also I came." Na Jumapili iliyopita pia nilikuja. "You are happy?" Nimefurahi. "I am happy." Na mimi nimefurahi. "You are good to me." Wewe ni mzuri kwangu. "I want to make you happy." Nataka nikufurahishe Mungu. "What shall I do for that?" Nifanye nini Mungu ili kwa kukufurahisha? "Shall I sing a song for you?" Je, nikuimbie wimbo Mungu? Then they sing a Hindu song Kisha wanaimba wimbo wa Kihindu to make their God happy. ili kumfurahisha Mungu wao. And then they say, Kisha wanasema, "You remember last week I came with the sadaka, right? unakumbuka juma lililopita nilileta sadaka? Unakumbuka? Today also I am coming with the sadaka. Hata leo nimekuja pia na sadaka. Are you happy? Umefurahi Mungu? Last week I came with 1,000 shillings. Juma lililopita nikuja na 1,000. This week I came with the 10,000 shillings. Juma hili nimekuja na 10,000. But Lakini you need to give me back 100,000 when I go back. siku ya leo nimekuja na 10,000, lakini ukumbuke kwamba lazima nirudishie. Ninaporudi lazima nirudishie. Are you happy? Je, umefurahi Mungu? Bye God. Kwa heri Mungu. See you next Sunday. Tutakutana Jumapili ijayo. Okay. Hi God. Bye God. Kwa habari Mungu, kwa heri Mungu. That is Hindus. Hao ni Wahindu. But how about we believers? Hao ni Wahindu. Je, kuhusu sisi waamini tuliokoka? Many of the believers are Sunday Christians. Sa washirika wengi ni washirika wa Jumapili tu. They come on Sunday. Wanakuja Jumapili. They have relation with God only on Sunday. Wanamshirika na Mungu siku za Jumapili tu. They are coming to the church. Wanakuja kanisani. "Hi Jesus. Ujambo Yesu. How are you? Ujambo. Are you happy? Umefurahi? I want to make you happy. Nataka nikufurahishe. You want me to sing song?" Nataka niimbe nyimbo. And they are singing songs. Na naimba nyimbo. "Oh, you want me to dance, right? And dance. Unataka nicheze? Are you happy? Nacheza. Umefurahi Yesu? I came with sadaka. Taleta na sadaka. Are you happy? Umefurahi? Okay. Sawa. Bye Jesus. Kwa heri Yesu. See you next Sunday, okay? Tutakutana Jumapili ijayo. Am I right? Niko sahihi? This is what is happening today. Hiki ndicho kinachotokea siku za leo. But our God is not an idol. Lakini bahati nzuri Mungu wetu sio sanamu. Hindu God is an idol. Mungu wa Wahindu ni sanamu. That will stay there. Ataendelea kukaa pale pale kwenye hekalu. But Jesus is not an idol. Lakini Yesu sio hekalu, sio sanamu. When we say bye Jesus, Tunapomwambia kwa heri Yesu, see you next Sunday, tutakutana Jumapili ijayo, Jesus is asking, Yesu anauliza, where you are going? unaenda wapi? I will go out. Mimi nakwenda nje. I will come next Sunday. Tutakutana Jumapili ijayo. No, I am also coming. Hapana, naongozana na wewe. You are coming with me? Au naongozana na mimi? No, Jesus. Hapana Please. Yesu. Why? Kwa nini? If you are coming with me, Yesu kiongozana na mimi, it will be difficult for me. itakuwa ngumu sana kwangu. Because I told my girlfriend, wait there. After the church service, I will come and take you. Kiongozana na mimi Yesu itakuwa ngumu sana. Sasa
nimemwahidi msichana wangu kwamba nikitoka kanisani tutakutana mahali fulani. If you come with me, Hivyo kiongozana na mimi, then I cannot take her. kiongozana na mimi itashindikana, nitashindwa kukutana naye. Also in the evening, Hali kadhalika jioni, I told my friends to come. hata jioni waalika rafiki zangu waje We'll drink some pombe. ili tukanywe pombe. So if you are with me, Hivyo Yesu kiongozana na mimi, then I cannot do that. kwa jinsi hiyo sitafanya hayo. So you stay here. Hivyo Yesu baki hapo hapo Every kanisani. Sunday, Kila Jumapili I will come. nitakuja. Am I right? Niko sahihi? Even though we don't say that, that is our understanding. Lakini hata kama tuseme hivyo, huo ndio uelewa wetu na ndivyo tunavyofanya. Am I right? Niko sahihi ndugu zangu? Many believers are like that. Washirika wengi wanafanana na hii. They are Sunday Christians. Ni washirika wa Jumapili tu. Hallelujah. They don't want Jesus to come to their house. Hawataki Yesu aende nyumbani kwao, waongozane naye majumbani mwao. Are you ready to invite Jesus to your house? Uko tayari kumwalika Yesu nyumbani kwako? Amina? Then Jesus will see how you are dealing with your husband. Sasa Yesu ataona ni namna gani unavyoishi na mume wako, wale wenye waume. If Jesus is at your house, Kama Yesu yuko nyumbani kwako, basi can you fight with your husband? unaweza kugombana na mume wako? So it is very difficult to keep Jesus with you. Hivyo ni ngumu sana kuwa Yesu kuwa na wewe, kumfanya Yesu awe na wewe. If Jesus is with you, Kama Yesu yuko na wewe, can you tell a lie? unaweza kusema uongo? If Jesus is with you, Kama Yesu yuko na wewe, can you stay with somebody else's wife? unaweza kaishi na wake za watu? If Jesus is with you, Kama Yesu yuko na wewe, you have to live a holy life. utaishi maisha ya utakatifu. In these days, people do not want to live a holy life. Siku za leo watu hawataki kuishi maisha ya So utakatifu. what they say, Hivyo wanasema, Jesus, Yesu, stay in the church. Yesu baki kanisani. I will come on Sunday. Tutakutana Jumapili. I will meet you on Sunday. Nitakukuta Jumapili. 6 days, I will be on my own. Siku 6 za juma nitafanya yangu nayotaka mwenyewe. One day I will come to your church. Siku moja Jumapili nitakuja kanisani. So we do not want to take Jesus. That's the problem. We do not want to take Jesus. Tatizo ni kwamba hatutaki kuongozana na Yesu, hatutaki kumuishi Yesu. You get my point, my friends? Tunaelewana rafiki zangu? Because we want to live a life of our own. Sasa tunataka kuishi maisha yetu wenyewe tunayotaka sisi. So we say we will come on Sunday. Tunamwambia Yesu tutakutana kanisani Jumapili. But do you know what the psalmist says? Tunajua Zaburi anasemaje? Psalms 23 verse 6. Zaburi 23:6 anasemaje? It says, the last verse, I shall dwell in the house of the Lord forever. Anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. I shall dwell in the house of the Lord forever. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. You get my point, my friends? Amen. Are you ready? Je, tuko tayari? Are you ready to live in the house of the Lord forever? Tuko tayari kukaa nyumbani mwa Bwana milele? Then you will live a holy life. Kwa jinsi hiyo, kama uko tayari, unapaswa uishi maisha ya utakatifu. I'm so sorry to say, in these days, even people who call themselves believers, who come here, sing songs and dancing and praying, everything is there, but holy life. Nasikitika sana kusema kwamba washirika wa leo hawaishi maisha mazuri. Wanakuja kanisani, wanafanya shughuli zote, wanaimba, wanafanya nini, lakini hawaishi maisha ya utakatifu. Unless you live a holy life, Usipoishi maisha ya utakatifu, you cannot dwell with Jesus. huwezi kukaa na Yesu milele. These days, we need to see that we are dwelling in the house of the Lord. Siku za leo tunapaswa tuhakikishe kwamba tunaishi katika nyumba ya Bwana milele kwa utakatifu. You are not going anywhere else. Kwa maana huendi mahali pengine popote. Inside the house. Uwe ndani ya nyumba. Not the church. Sio kanisani. Stay with Jesus. Kaa na Yesu wakati wote. Take Jesus to your home. Mchukue Yesu uende naye kila uendako nyumbani kwako. Take Jesus to your shambani. Mchukue Yesu uende naye shambani kwako au kwenye shughuli zako. Take Jesus to your marketplace. Uende na Yesu kama unakwenda sokoni, uende na Yesu pia. Take Jesus to your business place. Unapokwenda kwenye sehemu yako ya biashara, uende na Yesu. Take Jesus to your office. Mchukue uende na Yesu pia ofisini kwako. Children, take Jesus to your school. Na watoto uende na Yesu shuleni. Stay with Jesus. Mkae na Yesu. Then whatever you say, Jesus will hear. Kwa maana kile utakachokisema Yesu atasikia. Whatever you do, Jesus will see. Chochote utakachokifanya Yesu ataona. When you take your mobile phone, unapochukua simu yako, when you are watching, unapoangalia, Jesus is also watching. Yesu anaangalia pia. Unaangalia vitu gani kwenye simu? Then your mobile phone should be holy. Hivyo simu yako inapaswa iwe ni simu iliyo takatifu. But in these days, many mobile phones are not holy. Ni bahati mbaya sana simu za watu siku za leo sio takatifu, hazina utakatifu. They have many secrets. Kuna siri nyingi. Secrets that even they are hiding it from their wives and husbands. Siri ambazo wake wanawaficha waume zao na waume wanawaficha wake zao. Siri ambazo ziko kwenye simu tunafichana. Nowadays we have passwords. Siku za leo kuna password, Kiswahili tunasemaje? Na kuna siri, si ndio? Tunasemaje password? Namba ya siri, Ruila. Siku za leo kuna ruila.
Rwila. So we will not tell the password to your wife also. Kwa sababu Rwila hizo pia tutazifanya zijulikane kwa wake zetu wala kwa waume zetu. Because you have secrets. Kwa sababu kuna siri. Recently one person in India, he had a heart attack. Hivi karibuni mtu mmoja kule India alikuwa na ugonjwa wa moyo. He was about to die. Alikuwa anaelekea kufa. He called his wife. Alimwita mke wake. My wife, Mke wangu, call Thomas. mwite Thomas. Ask him to come with the car. Mwambie aje na gari. Take me to hospital. I'm going to die. Nipeleke hospitalini na kwenda na kufa. And the wife said, Mke wake akasema, okay, sawa, I'll call you. nitamwita. I will open your phone Ngoja nichukue simu yako nimpigie so that I can call your friend Thomas. ili nipate namba yule rafiki yako Thomas aje na gari akuchukue. So tell me the password. Hivyo niambie Rwila. Nywila. Asante sana. Niambie nywila yake ni ipi? Tell me the password. Niambie nywila. And you know the husband said, Najua mume wake alisemaje? pain has gone. Alipoambiwa aseme nywila akasema naona maumivu yamepungua. If he die, he will not tell the password to his Yani wife. yuko tayari hata kufa kuliko kusema nywila ya simu yake. Because that much secrets. Kwa sababu kuna siri nyingi kwenye simu yake. But there is no secret for Jesus in your phone. Lakini kwenye simu yako hakuna nywila yote inayomficha Yesu. Yesu anajua kila kitu. So your telephone, your mobile phone should be holy unto the Lord. Hivyo Your mobile phone should be holy. simu yako inapaswa iwe takatifu. I used to tell Yangu ni ya utakatifu. my phone is holy. Na simu yangu ni ya utakatifu. My house is holy. Na nyumba yangu ni ya utakatifu. My fridge is holy. Na friji yangu ni ya utakatifu. Everything in my house, Kila kitu nyumbani kwangu it is all holy. vyote ni vitakatifu. And I also need to be holy. Na mimi pia napaswa kuwa mtakatifu Because kwa sababu I am dwelling in the house of the Lord. sasa ninakaa katika nyumba ya Bwana. Amen. Hallelujah. We need to dwell in the house of the Lord. Tunapaswa kukaa katika nyumba ya Bwana. He is our shepherd. Yeye ni mchungaji wetu. That's what the Psalm starts with the words, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ndio Zaburi inaanza na neno hilo. Zaburi 23 mwanzo 1 inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Zaburi 23 mstari ule wa kwanza. You see the speciality of sheep. Unajua umaarufu wa kondoo ni nini? The sheep is very dependent upon the shepherd. Kondoo anamtegemea sana mchungaji ili aweze kuishi. Without the shepherd, the sheep cannot live. Kondoo bila mchungaji ni vigumu sana kuendelea kuishi. We have seen the Maasai people leading the sheep. Tumeona Wamasai wanavyochunga kondoo wao, si ndio? And the Maasai will walk and the sheep also will walk behind. Masai atatangulia na kondoo watamfuata nyuma. And it will reach very far place. Na pengine atafika mahali fulani mbali. And the Maasai will make it eat, Na Masai atawaacha kondoo pale, ataweka kondoo pale kwa ajili ya malisho drink water. na kunywa maji. Then what will happen? Kisha kitu gani kitafanyika? The Maasai will come. Baadaye Masai atakuja. When the Maasai comes, Atakapokuja Masai, all the sheep will walk behind. kondoo wote wale watamfuata tena Masai nyuma. So when they reach the home, Wanapofika kule nyumbani, the Maasai will close the door. Masai atafungia mlango wa zizi, And in many places, na sehemu nyingi the shepherd will sleep at the door. sehemu nyingi wachungaji watalala pengine karibu na kondoo mlangoni mwa zizi. That is what Jesus said, I am the door of the sheep. Maana Yesu alisema mimi ni mlango wa kondoo. At the time of Jesus, Wakati ule wa Yesu in Palestine, kule Palestina, the shepherd will lead the sheep. yule mchungaji ataongoza kondoo, And finally, in the night, na baadaye usiku, the shepherd will sleep at the door. na baadaye usiku mchungaji atalala mlangoni mwa mifugo mwa kondoo. No one can enter into the sheep's place without the knowledge of the shepherd. Kwa jinsi hiyo hakuna yeyote atakayewafikia wale kondoo bila ufahamu wa huyu mchungaji, kwa sababu amelala mlangoni. No fox, no dog, no nothing will enter. Hakuna mnyama yote mkala anaweza kaingia kwenye zizi, kwa sababu mchungaji amelala mlangoni. It is only through the shepherd. Ili uingie ndani ni kupitia kwa mchungaji. Likewise, it is only through Jesus we are entering into the house of the Lord. Hali kadhalika ni kupitia Yesu pekee ndipo tunapoingia katika nyumba ya Mungu. You get my point, my friends? Kwa pamoja wapendwa, You cannot say, yeah, Jesus is a door and there are many other doors. huwezi kusema ndio Yesu ni mlango lakini kuna milango mingi. It is only Jesus. Ni Yesu pekee. I say Jesus is a door, Unaweza kusema Yesu ni mlango but there are many doors. lakini kuna milango mingi. I said, I am sorry. Nikasema nasikitika. That is not true. Hiyo sio kweli. There is only one door. Mlango ni mmoja tu. That is Jesus. Na mlango wenyewe ni Yesu. How can you say that? Unawezaje kusema hivyo? God will put only one door?
Mungu ataweza kuweka mlango mmoja tu wa kwenda kwake? How about all the other Hindu people? Na kuhusu wale miungu mingine ile ya Wahindu? I said, Nikasema God is like that. Mungu yuko namna hiyo. God will always give only one thing for survival. Mungu anatafanya kitu kimoja tu kwa ajili ya usalama. Suppose you are sitting here. You are sitting here. Kwa mfano tumekaa hapa. And when you breathe, Unapopumua. can you breathe, everybody? Kila mmoja anaweza kupumua. Hebu pumua, unaingiza hewa ndani. Kila mmoja anaweza kupumua. When you breathe, Unapopumua, unapovuta hewa ndani. what goes inside? Ni kitu gani kinachoingia ndani? I'm saying, Kwa mfano ninasema, there is only one gas that will give you life in this world. That is oxygen. Will you call me, oh, you are a fanatic? There are many gases in this atmosphere. kwa mfano nasema kuna hewa moja tu itakayomfanya mtu aweze kuishi duniani hapa ambayo Mungu ametupa ambayo ni oxygen. Unaweza kusema mimi na msimamo mkali, mbona kuna hewa nyingi, kuna carbon dioxide, kuna nini na nini? Unaweza kusema hivyo? Huwezi kusema hivyo. Will you say that? Utasema hivyo? No. Hapana, hutanisuta. God has given only oxygen as life breath. Mungu ametupa hewa moja tu, hiyo oxygen, kama inafaa kwa ajili ya uhai wetu ya kuvuta In this world, katika ulimwengu huu. if you want to live in this world, Ukitaka kuishi katika ulimwengu huu, you need oxygen. unahitaji hewa hiyo ya oxygen. And if you need